Bwana Asmani ana swali. Ana swali hapa. Kuna wanasema issue za time traveler, watu wanasafiri kwenye issue za muda. Sijui kama umeizungumzia ama la, lakini ni kivipi mtu anaweza kasafiri kurudi miaka kadhaa nyuma ama kurudi au kwenda miaka kadhaa mbele? Ni kivipi mtu anaweza katoka kwenye hiyo hali akaenda miaka kadhaa mingi iliyopita ama miaka mingi ijayo? Yaani Asmani amenikumbusha movie moja inaitwa Time Traveler, ambapo jamaa alirudishwa nyuma akamkuta dingi yake kati ni mtoto anakuwa anamwangalia, alafu jinsi gani akawa dingi yake akati anapigana, yani baba yake akati anapigana anataka kumuokoa baba yake. Anajua kabisa ni baba yake kwa sababu ameenda nyuma yeye. Akaenda miaka mingi sana akamkuta babake kati ndio mdogo. Kwa hiyo akawa anaangalia maisha babake anavohaso, anavompata mama yake, umeona. Kwa ni kitu ambacho ni kwanza watu wanatakiwa waelewe hakuna kitu kinaitwa muda. Unajua naambia watu mara nyingi mnapojadili mambo lazima uangalie unajadili kwenye upeo upi. Usiishie kwenye, unajua watu wengi wanapenda hiyo neno time traveler kwa sababu ya label ina sound amazing. Time traveler. Lakini there is hakuna kitu kinaitwa time. Hakuna kitu kinaitwa time. Hakuna kitu kinaitwa muda. Wala hatuendi na muda, tunaenda na jua. Umeona bwana? Na hakuna kutravel na muda, tunatiririka na muda. Muda ni mtetemo kama frequency za mawimbi ya radio. Kwa hiyo mwenyewe unaamua urudi AM au urudi FM. It's up to you. Hakuna kitu kinaitwa time traveler. Ni upeo tu wa kuexpress watu wa kawaida na kutafuta title fulani ambayo itakuwa amazing kwa watu kusikiliza na kusoma, lakini hamna kitu kinaitwa time traveler. Ila kila mtu mwenye akili timamu ana uwezo wa kutiririka na muda kwa sehemu yote anayotaka. Unaweza kurudi miaka kadhaa iliyopita? Sio naweza. Najua miaka yangu yote iliyopita na najua siku ya kuondoka kwangu hapa. Kwenye uso. Tarehe ya kuondoka kwenye uso kwenye stage. Hata yako ukitaka na kutajia. Naomba mimi nitajie tarehe yangu mimi ya kuondoka. Mimi niko tayari nitajie tarehe yangu mimi ya kuondoka. Ili ufanyaje? Ndio tuone kwamba itatokea kweli au itatokea. Sema naamini kwamba mpaka mtu awe anaambiwa hivyo lazima awe anaandaliwa. Yaani kumjenga, sababu Asmani anaweza kusema hapo kimwambia mwezi wa pili mwakani yeye yuko kwenye stage ya uelewa ambayo tunaita stage ya uchangamfu. Kwa hiyo anadhani naongea mimi kuchangamsha. Mimi naongea natumia sheria ya hakika ya ulimwengu. Kila ninachoongea ni hakika, sio nadharia. Kwa hiyo nikikwambia hiyo tarehe yako, si umenipata? Nikikwambia ina maana mimi ndo nakuondoa. Na mimi na uwezo huo. Yaani hichi ndo tulichokuwa tunakizungumza. Kazima anataka usikimbie. Kazima na simu. Nikikwambia mimi ndio nakuondoa, sio wewe unaondoka. Kwa sababu kumbuka nimekwambia kuna maneno 3 takatifu, kuna maneno 7 kioo na maneno 21 nyota. Mimi naelewa kanuni zote hizo. Kwa hiyo nikikwambia mimi ndio nakuondoa, sio wewe unaondoka. Kwa hiyo mimi nitatakiwa nilipe gharama ya kukuondoa wewe, kitu ambacho mimi I'm not ready. Kwa hiyo ndio maana unakuta kuna yule mtu anaweza kumwambia mtu kwamba huwezi kuiona kesho na ikawa kweli. Na mimi nawaambia wengi tu. Na wanaondoka kwenye uso wa dunia. Wengi tu nilishawaambia na. Usijaribu bro. Sio kwamba nimewaambia, nimewajulisha wengine. Sema umezungumza nikakumbuka, mtani kwetu kuna msela ambaye akikwambia neno linakuwa vile. Yaani ukimzingua, kuna mzee mmoja aliwahi kumwambia kwenda huko na kichwa kubwa. Akamwambia sawa na utapata mtoto kama mimi. Yule mzee akajaliwa mtoto akawa vile kama yeye. Huwa akisema maneno, yani kama pale mtaani kwamba watu wanamwambia usikasirike kwa sababu ukikasirika kuna maneno ukiyasema yanaenda kuwa vile ambavyo ulivosema. Ile hakusoma sehemu, ile ni vile alivyo. Ni nini? Ndio maana nikakwambia sisi ni wanyama na kila mtu anatoka kwenye kingdom yake. Inategemea umetoka ufalme upi. Yes. Ukitoka ufalme wa kioo, chochote unachoweza kusema kinakuwa kwa mdomo wako. Wale hata uhitaji kunyanyua mguu wala mkono. Basi na mimi nitarekebisha. Kwa lazima ujue ufalme wako umetoka ufalme gani. Kama umetoka ufalme wa makenge sawa, you can speak anything. Lakini kama umetoka falme zenye mamlaka, ndio maana kuna kanuni inasema ongea kwa hakika.
usiongee kwa kufurahisha, alafu sikiliza sana kuliko kuongea sana, na ukiongea uongee nukuu. Ndio maana mtu yote mimi akinisikiliza, kila nachoongea lazima apate nukuu ya kunukuu, kwa sababu naongea kwa hakika. Ndio maana mimi nikikwambia nitakupiga haimaanishi tutapigana, na maanisha nitakupiga, na haichukui dakika 3. Nielewa, kwa sababu naongea na mamlaka kwa hakika. Ndio maana mimi nikimwambia mtu nakupenda, sina muda wa kurudia tena miaka mingine tena nakupenda. Nisha sema once imeisha. Kurudia ni unafiki. Kwa hiyo unatakiwa utamke mara moja. One word is enough. Nataka ni Kama huwezi kuelewa mara moja, huwezi kuelewa mara 8.